husika itaitikia wito wa wazazi ambao wanapoteza watoto wao kwenda Uarabuni. Tukiendelea, imebainika kwamba kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, Wakenya wamekopa jumla shilingi bilioni 500 kupitia mpango wa fuliza wa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, ikiwa na maana kwamba Wakenya hukopa kupitia fuliza karibu shilingi bilioni 10 kila wiki. Kwenye kipindi hicho, kampuni ya Safaricom imeripoti kuandikisha faida ya shilingi bilioni 67. Afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Peter Ndegwa alipokuwa akiwasilisha matokeo ya mwisho mwaka huu, cha kushangaza kilikuwa ongezeko la idadi ya Wakenya wanaokopa kupitia fuliza. Kwa mujibu wa matokeo hayo, Wakenya walikopa shilingi bilioni 9.67 kila juma kupitia huduma ya fuliza. Aidha, Wakenya milioni 1 wengine walijiunga kwenye jukwaa hilo la kukopa. Excluding Ethiopia, our earnings before interest and tax EBIT was Kenya shillings 114.3 billion. In terms of capital expenditure, we've achieved Kenya shillings 39.3 billion. Looking at the performance at a group level, including Ethiopia, we've performed well against expectations. Katika kipindi cha fedha kilichokamilika mwezi Machi mwaka 2022, fedha zilizosambazwa kupitia huduma hiyo ziliongezeka kutoka shilingi bilioni 351 hadi shilingi bilioni 500, sababu ikitajwa kuwa nyongeza ya mahitaji kama vile chakula na kodi, ishara ya kuongezeka kwa madeni ambayo yamechangiwa na gharama ya maisha kwa Kenya. M-Shwari, huduma ya kukopa, ilipungua hadi shilingi bilioni 86 mwaka 2022 ikilinganishwa na shilingi bilioni 94 mwaka uliotangulia. Milestones in our journey include the enhancement of automation and digitization across the business, evolving M-Pesa into a two-sided digital platforms serving both businesses and consumers, and investing in the use of big data and analytics to build more intuitive products. Kwa sasa jumla ya matumizi ya fuliza kila siku ni shilingi milioni 6.9, ishara ya ufanisi wa huduma yenyewe. Aidha, huduma ya M-Pesa ilifanya vyema. Mapato ya M-Pesa yalikuwa kwa asilimia 30.3, hivyo kujumlisha hesabu ya shilingi bilioni 107.69 kati ya mwaka 2021 mwaka 2022. Huduma tatu zinazotolewa na Safaricom zinachangamkiwa na idadi kubwa ya Wakenya kwa sababu ya urahisi wa kupata fedha ikilinganishwa na mabenki ama huduma nyingine za kukopa. Halmashauri ya Safaricom imependekeza faida ya senti 75 kwa kila mgao, ikijumuisha hesabu ya shilingi bilioni 56. Aidha, Safaricom inajiandaa kuzindua operesheni zake nchini Ethiopia kama sehemu ya mpango upanuzi kwa Ethiopia milioni 112. Na serikali iendeleza mpango wa kupunguza makali ya uchumi. Baraza la mawaziri leo limeidhinisha kuendelezwa kwa mikakati kadhaa ya kusaidia kupunguza makali ya gharama ya juu ya maisha. Kati ya mikakati ambayo iliwekwa ni kuendelezwa kwa mpango wa serikali wa ruzuku ya bei ya mafuta, kusisitiza kukamilishwa kwa miradi kadhaa ya ajenda 4 kuu ya serikali ya Jubilee, pamoja na kuidhinisha baadhi ya miswada ya serikali. Maelekezo hayo yanajiri wakati ambapo Wakenya wanaendelea kuumizwa na makali ya kupanda kwa gharama ya maisha. Mkutano huu uliandaliwa takriban miaka 2 baadaye, ukihudhuriwa na mawaziri wote pamoja na naibu wa rais William Ruto. Ni kwa mara ya kwanza kwa rais na naibu wake kukaa kwenye kikao kimoja bila mafarakano ambao ulikumba ushirikiano wao wa kisiasa. Na jopo lililokuwa likifanya mahojiano ya wanaotaka kuwa wagombea wenza wa kinara wa Azimio Raila Odinga wamempa Odinga majina ya watu watatu ambao wana nafasi ya juu kwa